Kwa mimi simpi haki yake. Ndiyo, na ni sawa tu tukimlipizia, kwa sababu kila mtu atakuwa amepunguza stress zake. Au utaki penzi la Mwarabu? Na kama ukumaanisha ni bora usingeniambia, maana neno la kupenda pia lina maana kubwa moyoni mwangu. Asante kwa taarifa, ila mimi sijaja kwa hayo. Acha niende. Ulinijibu na kupenda pia, lakini haikutoka moyoni mwako, kwa sababu na kupenda pia sio jibu la swali, na inatakiwa kutoka moyoni mwako. Kaima, unaendeleaje? Niko poa. Sijui wewe na huko ulikotoka wanaendeleaje? Wako salama, namshukuru Mungu. Ndo ametoka hospitali. Sawa. Kaima, nikakupikia nini? Nishani. Kifupi mimi sina njaa na sihitaji kula kabisa. Yaani sihitaji kula kwa sababu siwezi nikakaa mimi nikafakamia chakula ili hali kuna mtu tayari kashavuka mipaka yake, kashajisahaulisha kabisa. Imekuwaje Chado anakuja anachukua kadi yangu ya benki, anaenda kutoa pesa taslimu shilingi milioni 15, alafu anajinali kwa watu kwamba amenisaidia. Hivi aliyonisaidia ni yeye au pesa yangu niliyoitafuta kwa jasho langu ndio amenisaidia? Na anapata wapi ubavu na ushujaa wa kwenda kutoa pesa yangu mimi bila kunishirikisha kwa chochote, hata kuniuliza chochote? Uo ujasiri anatoa wapi? I say hapa tolika, hapa togeka hapa, na hii lazima pesa yangu irudi. Atake asitake Chado pesa yangu atairudisha. Ujinga. Anawezaje kujishukulia maamuzi kwenye pesa ambayo imehusu? Kwenye mali ambayo imehusu? Anajiamulia tu, analala, anaamka na kurupuka. Aliambiwa ashiriki kwenye hili jambo lakini angetumia njia nyingine. Alafu anatamba kwamba amenisaidia kwa nini? Mimi nilikuwa na uwezo wa kwenda kuwashtaki kesi, ningeipeleka mahakamani na kila kitu kingekaa sawa. Kwa sababu ushahidi ninao na kila kitu ninacho, dokumenti zao zote ninazo, mazungumzo yote ya biashara ninayo. Ameenda amechukua milioni 15 kaenda kwa hapa. Najuaje mimi kama kweli kawa hapa au kanitapeli? Pesa yangu Chado atairudisha, hawezi kuletea mimi ujanja. Mimi mwenyewe mtoto wa mjini vile vile boni hia. Yaani mimi mwenyewe ni mtoto wa mjini, alipolala yeye ndo nikuamkia mimi. Hatengeneza propaganda madogo haya mradi anataka kunichapa. Mimi sichapiki kwa pesa yangu. Yaani yule ajiandae kufa maskini. Pesa yangu atairudisha Nishani kwa vyovyote vile. Naomba kuongea nawe mume wangu. Kuhusu nini? Najua makosa yangu. Naomba unisamehe. Mimi kama mke wako nimekosea pakubwa sana. Nimeficha siri ambazo ulitakiwa uzijue. Lakini sio kwa makusudi. Ila ni kwa uoga nilokuwa nao. Hivi kuhangaika kote kukutafutia, kumbe ulikuwa unakerwa na mihangaiko yangu. Ina maana hukujua kama natafuta kwa ajili yako, na ndio maana nakosa hata hamu ya tendo. Kunitangazia kwa marafiki zako kwamba mimi sina hamu na kitandani. Mbona itoshi mpaka utembee na manyonga wingi?
Ama kweli mwanamke unaweza kumpa hela ya mboga na bado akatoka kaenda kutembea na muuza mboga kwa sababu tu amepewa nyongeza ya mboga? Kadi yako hii hapa, amenipa nikurudishie. Amekupa? Sawa. Hii kadi amekupa na hizo milioni 15 karudisha au kaleta tu kadi? Mimi sijui. Nishani. Hivi unajua hasira zote hizi mimi zimetokea wapi? Hivi unajua baba alimwandikisha kila kitu cha kwake Chado. Yaani inamaanisha hizi mali zote zilizokuwepo ndani ambazo unazijua na ambazo ziko nje ambazo uzijui, zote ni mali za Chado. Zimesimama kwa jina la Chado. Kiufupi ni kwamba mimi na wewe ndugu wangu hatuna chetu hapa na hatuwezi kufanya maamuzi yoyote yale mpaka Chado aidhinishe. Huyo ndo baba yetu marehemu Mzee Mbonde. Tunakufa tukiwa maskini. Marehemu baba ni bure kabisa, bure. Alikuwa anaonekana ni mzee mwenye busara na akili timamu, kumbe bure kabisa. Ameenda kila kitu, tunakufa maskini. Namchukia Chado. Namchukia, simpendi kwa babake. Unanitoroka usiku, unaenda baa. Ina maana mimi siwezi kukunulia bia wewe? Lakini kumbuka, mwanaume ni ngumu sana kusahau usaliti wa mwanamke wake. Chado, najua unaambiwa mengi, lakini mimi sijawahi kutembea na manyonga. Naumwa. Nahitaji huruma yako. Ini sio mimi, ila ni moyo ndo umegoma. Kila nikikuangalia sioni ile huruma ambayo unahitaji. Nakuona msaliti, mwongo, mnafiki, muuaji. Hivyo naomba unisamehe. Mungu. Mama tuongee. Chana kumbe nifungulie mlango basi. Nirudie basi. Hata kidogo naumwa. Mama nifungulie mlango. Naomba tuongee mlango. Chado. Chado. Nifungulie mlango. Asante kwa muda wako Don. Nashukuru kwa kunionyesha jeuri yako ya pesa, kwa kunitoa nje. Sawa. Na haya yote nimefanya kwa ajili ya mtoto. Twende nyumbani tukazungumze vizuri. Nimekwambia nataka kwenda nyumbani. Maana ya kukushukuru na kukupa sifa zote hizo ni hivi: kila mtu achukue njia yake. Yaani kila mtu ajue anakokwenda. Hivi
Hii tabia ya kipuuzi utaiacha lini? Tabia ya kuongea bila ya kufikiria ni lini utaiona haikupendezi na ukaiacha? Kama ulikuwa hunihitaji mimi na msaada wangu, kwa nini usingenikataa toka na kufuatilia hapa kituoni? We vipi? Yaani kufanikisha kunitoa kituoni ndio unajiona unanimiliki? Kwani nilikwambia nimekata tamaa ya kutoka unisaidie? Mimi hata ningechelewa kutoka, ila ningetoka tu. Na kama unahitaji gharama ulizozitumia kunitoa, nitakulipa. Kuna wanaume wana hela kukuzidi wewe Zuberi. Chuo kikuu ni nini hasa? Hivi umeshahesabu mazuri yangu niliyokufanyia? Unaniweka mbali na mwanangu miaka na miaka. Navumilia, nasema huenda yataisha. Ni lini utauona wema wangu wewe? Na wewe ushawahi kuhesabu wema niliyokufanyia? Unanitaka nini wewe? Mbona kauli moja tu ya kila mtu apite njia yake? Unaongea maneno kibao. Debora, hiyo tabia yako ya umalaya na kujiuza utaniharibia mwanangu. Nataka nimchukue mwanangu niende nikaishi naye. We, huyo mtoto unamzungumzia ni mtoto gani? Mwanao yupi ambaye unamzungumzia hapa? Yaani, ukitaka unishtue kama umenigusa sehemu mbaya, mguse mwanangu Ngwengo. Usiguse hiyo button. Ni ya moto. Ngoja tuone. Ila hautotoka hapa mpaka nakukabidhi kwa mama yako. Haya, ongoza kwenye gari. Dishani, unafanya nini? Napika. Unapika? Mbona chakula kingi wakati mimi nilikwambia sitokula? Kingi nilikuwa nampelekea wifi na kaka Chado. Chakula kingi unataka kumpelekea Chado na mke wake? Okay. Sawa, hamna shida basi. Endelea kupika. Sawa. Siku hizi nimeamka moyo mzito sana, nimepagawa na mawazo yako, kichwa kinazunguka kama ngoma ya moto. Nimepagawa, siwezi kuvunjako, jina lako linanirudia. Siku hizi nimeamka moyo mzito sana, kila kona ya mji. Wewe dogo, una la gani ya kwenda shule wakati mamako yupo jela? Nafikiri kwenda shule ni raha basi. Bibi tu ndo ameniambia niende shule. Unajifanya msomi sana. Ila sikiliza nikwambie ndugu. Kwa hiyo laana utakayopata kutokumfuatilia mama yako, kutokuwa na huruma na mama yako, sidhani kama utafaulu katika masomo yako. Mungu ndo anayejua nitafeli au nitafaulu, lakini sio kwa maneno yako. Unajifanya msomi sana dini nyingi. Ila kweli soma uje kumsaidia mamako kumtoa kwenye malaya. Unasemaje? Mamangu nini? Mamako ni malaya tu kama malaya wengine. Oya, nimekwambia sitaki matani kwa mamangu. Kwa nini sasa unanitukania mamangu? Unafikiri amependa kukaa polisi au? Oya, kwa nini? Usinikunje. Nishakukunja sasa. Oya, nishakukunja nini? Ngwangu, nini? Ngwangu anatafuta lawama huyu. Nini? Ngwangu niachie huyu. Ngwangu ananumiza huyu. Oya. Ngwangu. Oya, niachie basi mwanangu. Oya, basi, oya kausa. Kausa. Oya, ngwangu. Nikuosha macho au mshika? Oya.
Kaima. Vipi, mbona jikoni? Shani bwana. Unajua nilikuwa nataka niondoke, nilikwambia kama nataka kuna sehemu nataka niende. Kwa sasa nimewaza nitoke hapa mpaka nikifika kule muda utakuwa umeshaenda sana. Alafu mimi njaa itakuwa imeniuma. Kwa hiyo nikaona tu bora nije niushenyete kabisa. Baada hapo ndio nianze safari yangu. Sawa, lakini sasa ungeniita nje nikupakulie. Hapana. Wala sikusumbue. Unanijua vizuri mimi kwenye mambo yako, unanielewa vizuri. Labda tu nikuulize. Wewe chakula unakula? Amna, mimi nimpikie kaka na wifi. Si unajua ukipika una kinai? Kwa hiyo hauli kabisa? Mimi basi sawa. Mimi sikusumbue. Na wala usinisimamie nikashindwa kupakua chakula mimi hapa kwa kuonea aibu. Wewe toka kabisa hapa jikoni kaendelea shughuli zako. Mimi niache nijipimie, nijipakulie chakula nilichopikiwa na mdogo wangu. Baada ya hapo utakuja utawapakulia wao utawapelekea. Aya, sawa, wewe basi mkwache. Ingia ndani, chukua kila kitu chako, alafu tuondoke sasa hivi. Hebu niachie uchizi wako. We mwehu nini? We una mtoto hapa? Jamani, Debora. Baada ya kuongea vizuri na mwenzio ndo unamjibu hivyo? Eti anasema anataka kuondoka na mwanangu. Hivi huyu ana akili kweli? Yaani kunisaidia kutoka kituoni ndo anataka kuondoka na mwanangu? Mama, huyu anaongea uongo. Wakati tunarudi tumemkuta Ngwengwe anapigana na mwenzie njiani. Tunamuuliza mtoto, shida ni nini? Anasema eti ni kwa sababu mama yake ameitwa malaya. Na nilimwambia huyu, unavyovifanya vinamuathiri mtoto kisaikolojia. Sasa mama, hivi hapa kuna kusoma kweli? Au anataka mwanangu awe chakora kama yeye? Umeniitaje? Ngwengwe, ingia ndani. Lakini mama, nimesema ingia ndani. Wewe, unaniita mimi mtoto wa mtaani? Sasa leo nitakuelekeza vizuri hiyo mitaa. Sema huduma ya mtoto. Kwanza ulivyoanza kumtunza mpaka sasa ulipwe. Alafu taja zile gharama za pesa ulizotumia pale kituo cha polisi. Ulipwe. Alafu nisije nikakuona tena hapa na hicho kitambi chako. Mshamba mmoja wewe. Unadhani gharama za pesa zinaweza kumtengeneza mwanangu akiharibika? Labda uniambie wewe, gharama ya pesa uliotumia wakati wa kumzaa nikurudishie pesa zote, alafu uniachie mwanangu niondoke naye. Yaani nihangaike kumzaa mwanangu afu nikuachie kwa vijisenti vyako? Kama unaona rahisi sana wewe. Debora, nitakupasua! Jamani! Karibu. Asante. Unaendeleaje wifi yangu? Mimi naendelea vizuri, sijui ni huko nyumbani. Tunamshukuru Mungu. Nikasema nipike chapchap ili nikuaishie chakula. Asante wifi.
Una upendo sana wifi yangu. Mwenyezi Mungu akulinde, uwe na moyo huo huo. Vipi, kaka nimemkuta? Ametoka asubuhi sana na hata sijui ameenda wapi. He, mwenyewe hujua ameenda wapi. Sisi wengine tutajuaje? Wifi, kiukweli mimi na mume wangu hatuko sawa. Na hata ugonjwa naumwa ni kutokana na kipigo alichonipiga. He, wifi, kwa nini akupige? Nimekosea. Nimekosea wifi. Tunapoishi watu wawili ndani ya nyumba alafu tunafichana siri ni kitu kibaya sana. Unapoishi na mwanaume hakikisha unamsikiliza na sio kuwasikiliza marafiki. Ubinafsi ndani ya nyumba hutakiwi. Kuto kumwelewa mwenzio kunaweza kukasababisha ukafanya vitu vya kumuumiza, alafu mwisho wa siku kagundua kuwa nakupenda. Mume wangu ananipenda sana na ndio maana matendo yangu yanamuumiza sana. Pole sana wifi. Kwani umemfanyia nini? Nataka nikupe ujumbe ukampelekee. Huenda wewe hata kusikiliza. Ila naomba umwambie nampenda sana mume wangu. Ukitoa uoga kuto kumwambia, sina usaliti niliomfanyia. Na siwezi kumsaliti kwa sababu ni mume wangu. Nampenda kama anavyonipenda yeye. Basi sawa wifi. Ujumbe wako nitamfikishia. Ila basi ngoja ngakuandalie chakula, sawa? Sawa.